Vizingatie. Sasa watu wananiuliza, sasa daktari, vipi kuhusu samaki na kuku? Kuku na samaki wana unafuu ukilinganisha na nyama, na hii iko proven kwa sababu ni wadogo wadogo, wana damu kidogo na wana misuli laini. Kwa hiyo ukiwatumia hawa hawazalishi taka nyingi ngumu kama inayotokana na nini? Na nyama. Lakini si kwamba ni bora kuliko mimea. Hawa si bora bado kuliko mimea. Kwa nini? Ufugaji wa sasa wa kibiashara umepelekea matumizi ya dawa kiolela katika ufugaji wa kuku na samaki. Tafiti zinaonyesha kwamba utumiaji wa sumu katika ufugaji wa samaki umepelekea changamoto ambazo zinaleta hatari ya kiafya, ikiwemo kubalee mapema kwa watoto, masuala ya ukuaji na hatari kubwa za kupata saratani. Kwa sababu hawa samaki ili wazaliane sana, huwa wafanyabiashara wanatoa homoni inayobadilisha jinsia za samaki, ili samaki wawe labda dume tu, wawe sato dume tu, ili waweze kuwa wakubwa na wasishindane na samaki wengine katika swala la kuzaliana, ili waweze kuwa wengi na mfanyabiashara apate faida kubwa. Kwa hiyo tunapokula samaki hao wanakuwa na hizo homoni ambazo zinapelekea hizo changamoto. Lakini pia uchafuzi wa mazingira unapelekea samaki kufyonza kemikali hatarishi zilizomo ndani ya maji. Kuhusiana na kuku, chuo chetu cha Muhimbili kiliwahi kufanya utafiti na kubaini kiwango kikubwa cha dawa za antibiotiki katika kuku wengi ambao walikuwa wanauzwa katika migahawa Dar es Salaam. Hii nakumbuka ilitolewa mpaka kwenye magazeti na iliwashtua watu wengi. Sasa hizo dawa hazituachi salama, zinaleta athari na kuathiri afya zetu. Haya, vipi kuhusu mimea? Watu wanasema sasa mbona kila eneo tunapigwa? Ni kweli, hata mimea ina athari kwa sababu ya matumizi ya pesticide, hizi dawa za mimea. Lakini tofauti na nyama na samaki ni kwamba mimea unaweza ukapunguza kiwango cha ile sumu kama utakuwa mwangalifu kuosha vizuri matunda yako au mboga yako kwa kutumia maji ama kwa kutumia ile tunaita baking soda. Wanasema baking soda tu peke yake inaweza kuvunja hadi 98% ya sumu zinazopatikana kwenye dawa tunazopulizia kwenye mimea. Kwa hiyo bado unaona kuna usalama zaidi kwenye mimea, japokuwa kuna uwepo wa hatari kutokana na pesticide. Sasa tuleje nyama? Ninamalizia na kanuni 6 za muhimu za ulaji wa nyama. 1, tathmini ulaji wako wa nyama wa sasa. Na mimi nina kipimo kidogo tu cha kutathmini ulaji wako. Ukienda kwenye sherehe, unanisikia? Mnanisikia jamani? Ukienda kwenye nini? Bahati mbaya nyama ikaisha. Moyo ukikuuma, wewe ni mlafi wa nyama. Mimi nashukuru Mungu alinisaidia. Mimi hata nikikuta imeisha sina shida, nitachukua maharage kwa amani.